أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي. Tunamshukuru tena na tena na tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa kama hizi kutuletea kila mara, akatuwezesha tuweze kuingia kwenye durus kama hizi. Ila Mwenyezi Mungu atie taufik, unajikuta binadamu ama umechelewa kuingia ama hukuwahi ama umesahau. Lakini Mwenyezi Mungu akikutakia kheri, anakukumbusha na anakupa nafasi ya kuweza kufanya lile jambo lolote la kheri. Ndugu wapenzi, leo mada yetu, vipi utaishi na watu? Yani vipi muamala wako na watu? Vipi fungamano lako na watu? Ambayo yote inakusanya vipi mapenzi yako na watu. Fungamano au kuishi na watu ni jambo kubwa, lakini lina mtihani mkubwa pia. Usipochukua hadhar, we utagombana kila siku. We utakasirika kila siku. We utahuzunika kila siku. Binadamu ameumbwa kuishi na watu hapa duniani. Haiwezekani uishi peke yako. Lakini kuishi wenyewe tupatane, tupendane, tusaidiane. Yoyote yule anayetafuta furaha, saada, basi ajue vipi kuishi na watu. Sio vipi kutafuta pesa, sio vipi kuishi kwenye nyumba kubwa, sio vipi kuwa na mali nyingi duniani, lakini vipi kuingiliana na watu, muamala ma'annas. Wale walioko karibu yako, wale unaokutana nao tu mara moja. Kwa hivyo vipi utaishi nao? Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nyinyi baina yenu ni mashahidi kwa mambo mnayofanya duniani. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kakaa na masahaba, likapita jeneza. Wale wakasema, huyu fulani aliyekufa, mashallah, kidha ukidha ukidha ukidha, kila sifa njema wanamsifu kwa yale mambo yake aliyokuwa anayafanya, watu wanayaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, mmesema kweli. Baada ya muda, siku nyingine wakawa wamekaa hivyo hivyo, likapita jeneza la pili jingine. Wale watu wakasema, huyu ni fulani aliyefariki. Lakini Allahu Akbar, mambo yake yalikuwa hivi, alikuwa mtu hivi, alikuwa na tabia hivi, yani kila kitu kibaya wanamsema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mmesema kweli. Wakamuuliza, ya Rasulullah, ile siku yule alipita tukamsifu kwa vizuri na sifa zake njema. Ukasema kweli, mmesema. Yani atapata jaza zake. Na huyu akasema, ewa nyinyi baina yenu ni mashahidi. Munaishi duniani, munayaona. Ndio pale ukiishi na watu vizuri, utapata dua zao mpaka ushaondoka duniani. Hata baada ya fatra, miaka, mtu anakukumbuka, anakuombea dua, lakini uliishi naye vizuri. Lakini kama ukimkera mtu, kila akikumbuka anafinya uso, anakuwa hataki kusikia habari zako, au anakusema kwa vibaya, anakumbuka yale uliokuwa unafanya. Kwa hivyo ili tupate saada sisi wenyewe nafsi zetu, lazima tujue vipi tutaishi na watu. Ni mtihani mkubwa sana. Wewe binadamu umezaliwa kutokana na fungamano la watu wawili. Babako na mamako Mwenyezi Mungu aliwajalia wakaoana. Bila wao kuoana wewe usingelipatikana. Labda ungepatikana nje ya ndoa, ile hatuhisabu. Lakini wewe umekuja kwa njia ya halali na njia nzuri. Mwenyezi Mungu alipotia taufik kwenye zawaji, ndoa ya wale wawili. Na babako na mamako wakakulea, wakawa nakupenda, mkawa mnaishi vizuri. Ukapata ndugu, wale ndugu zako ukawapenda, mkaishi vizuri. Na aila ikawa kubwa, ukawa na mababu na mabibi na mashangazi na wajomba na watu tunaowajua kwenye aila zetu.
ukafundishwa na wazee wako kuwa hawa ni wazee wako pia, hawa ni ndugu zako, watoto wa mjomba, wa shangazi. Tukawa na majirani, tukafundishwa majirani ni kama ndugu, tuishi nao vizuri, tukapendana, tukafanyiana mazuri. Lakini inapotokea ikhtilaf, tukagombana, tusipofikiria tena kuwa sisi ni wamoja, watu wakakatana kabisa. Basi usikate mafungamano na ndugu wala asiyekuwa ndugu. Usikate mafungamano, ishi na watu vizuri hata kama si jamaa zako, si ndugu zako. Manake hakuna mbora aliyekuwa kwa rangi yake wala nasaba yake wala mali yake. Mwenyezi Mungu asema inna akramakum inda Allah atqakum. Mwenye ucha Mungu yule ndiye mbora katika sisi binadamu. Leo mashakili yote tunayopitia sababu ni fungamano na binadamu au kuishi na binadamu, na kubwa linakuja tunapooana. Kabla ya kuoana labda tulikuwa tunasikilizana, family mbili wanapatana, marafiki, na udugu ni udugu wa kweli. Lakini shida, ndoa imefungwa, zawaji imefanywa ya watoto wawili, ikaanza mushkila, ikaanza sutafahum, ikaanza balaa, ikawa kila mmoja anavutia upande wake, ikawa kila mmoja aona yeye ndiye anajua, yeye ndiye anafanya sawa na mwenzake ndiye mkosa. Balaa zikaanza, watu wakawa hawapatani, waliokuwa ndugu, udugu ukamalizika. Waliokuwa marafiki, urafiki ukaondoka. Tukageuka tukawa maadui. Na labda bado tunaishi, ndoa haikuvunjika, lakini raha hamna. Kila mmoja anamuona mwenzake ni mbaya, ni adui. Au mambo yakizidi mabaya, watu wakakatana, wakaachana, tena aila zikajifunga, zikawa hazina mapatano tena. Au ule urafiki na ujamaa au mulikuwa majirani pia ukaharibika. Sababu ni nani? Sababu ni sote. Huwezi kusema sababu ni yule wala yule wala yule, usimnyoshe mtu kidole ukasema yule ndo mbaya ameharibu hii alaka. La. Wewe hukujua kuishi na watu. Maana mimi nisitaraji mazuri kwako wewe ikiwa mimi sijayafanya mazuri kwako. Ikiwa nataraji mazuri, mimi nianze kukufanyia wewe mazuri. Ikiwa ni maneno, nikwambie maneno mazuri. Ikiwa ni vitendo, nikufanyie vitendo vizuri. Huko ndio kuishi na watu. Siwezi mimi kufanya ninavyopenda mimi kukufanyia wewe, alafu mimi nikataraji kuwa wewe utanifanyia yanaonifurahisha. Yanaonifurahisha mimi, wewe hayakufurahishi. Nayo yapenda mimi, labda wewe hauyapendi. Lakini mimi nitafutia yale mazuri nikufanyie kwa sababu mimi ndio ninaitaka mazuri, sio wewe. Wewe mimi sikujua unataka nini. Lakini mimi najua nataka furaha, kwa hivyo nikupe wewe furaha. Mimi nataka heshima, nikupe wewe heshima. Mimi nataka msaada, nikupe wewe msaada. Tukizungumzia msaada sio sadakati tunazozitoa, la. Sadaka kitu kingine. Lakini nikupe msaada kwa mambo yako, nikusimamie, tuwe pamoja unapopitia shida, unapopitia furaha. Ndipo na mimi nitakapopitia shida zangu na furaha zangu, wewe utakuja kuwa pamoja na mimi. Hivi ndio tuishi na watu. Hatukuambiwa tuishi na wanyama. Wanyama tunao, tunafuga, labda una shamba zima la ng'ombe, mbuzi, lakini huna muamala na wale wanyama. Muamala yako wewe kuishi na wale wanyama ni kuwafanyia mambo yao. Wanyama hawakufanyiwa kitu, lakini wewe unahitajia kuwapa chakula chao, kuwaweka mahala pazuri, kuwaamil vizuri. Lakini binadamu la. Binadamu unayomfanyia na yeye atakurudishia. Sio kila mmoja anaikumbuka aya idfa billati hi ahsan. Lakini wewe usisahau hiyo aya. Panapotokea ikhtilaf, panapotokea msukosuko na vita na balaa, ikumbuke hii aya idfa billati hi ahsan. Kwa hivyo tuone sababu ya dhiki, ya hizi dhiki na mushkilat ni vipi kuziweka sawa.
La kwanza, unayoyataka wewe, unayoyapenda wewe, unayoyataraji wewe binadamu. Hivi ndio uwafanyie watu. Manake kama tudin tudan, unalolipeleka ndio lile litarudi, unachotoa ndio kile kitarudi. Japo kwa Mwenyezi Mungu ukitoa vizuri anakuongezea. Basi ukiyapata unayoyapenda, furaha na fungamano huwa zuri baina ya wewe na wale waliokufanyia mazuri. Lakini tu mtu akikukosea, unaanza hasira na vita vikaanza na mambo yakaharibika na watu wakakatana miaka hawazungumzi, sababu ni kitu kimoja basit kidogo. Iblisi kakiekea malaiti kile kakiwasha, anakuonyesha, unaona kakufanyia hivi, kakufanyia hivi, kakufanyia hivi. Kakuambia hivi, haukusikia wewe. Na wewe imani yako dhaifu. Wallahi wanaogombana imani zao dhaifu. Wanaofungiana midomo imani zao dhaifu. Usiniambie unasali, unafunga, unatoa, unakwenda, unarudi, lakini umemfungia mtu mdomo, humpendi mtu, unamdharau mtu, iman dhaifu. Ipo iman. Iman haiondoki, lakini sisi tunaizidisha au kuipunguza. Imani yako dhaifu mpaka ibilisi akakuweza kukugombanisha na yule na yule na yule, ukaona wewe hauna makosa. Kwani mimi nimefanya nini? Si nimesema tu, lakini ulilolisema wewe ukiambiwa utaridhika? Ulilolifanya wewe ukifanyiwa utaridhika? Jiulize, yanayokuridhi ni yapi, yanayokufurahisha ni yapi? Basi yale yale wafanyie watu. Hauhasiriki, utapata faida. Lakini tukifanya mabaya kwa watu, alafu tukataraji mazuri sisi tufanyiwe, hapa tunajidanganya. Sio kila mara unayoyataka utayapata kwa binadamu wenzako. Nataka nisaidia, hakunisaidia, basi potele mbali atokomea ende zake. La. Anaweza kukusaidia, atakusaidia. Hawezi, usimkasirikie, usimkate, usimchukie, usimwekee roho mbaya. Unajua kuna dhurufu nyingi za mtu kutoweza kumtimizia haja mwenzake. Tufikirie fikra nzuri, positive, sio negative kila mara. Positive, fikra nzuri. Labda hawezi kweli, labda ana nafasi, labda anaumwa, labda ana dhurufu hivi. Kwa hivyo tusichukulie mabaya moja kwa moja kuyafikiria amekataa kunisaidia na uwezo anao. Uwezo anao, lakini kuna dhurufu nyingi zinaweza kumzuia mtu asikufanyie yale unayoyataka. Usikasirike. Kama pale akikusaidia kwa aina yoyote ya msaada unafurahi, na akikwambia siwezi, uchukulie vizuri. Labda atakapojaliwa atakufanyia. Kwa hivyo huyu kumbuke ni binadamu, hana uwezo wa kila jambo. Na kila dakika binadamu tunabadilika. Sasa hivi unacheka, sasa hivi utalia. Sasa hivi umefurahi, sasa hivi utakasirika. Sasa hivi mtu unampenda, baada ya kidogo au siku kidogo unamchukia. Sisi binadamu ndio tuko hivyo. Kwa hivyo binadamu ana mambo matatu anayopitia duniani. Na ni sote, si yule wala yule wewe ukajitoa. Ni sote. Tuna uzuri, tuna subra, na tuna kudharau. Na tuna ubaya pia. Pamoja na uzuri kuna na ubaya. Kuna mtu aiza akafanya uzuri na yule binadamu akafanya ubaya. Kuna yule binadamu ambaye atasubiri kwa yale anayofanyiwa na mwingine hawezi kusubiri. Na kuna wale wanaodharau watu, na kuna wale wanaowaenzi binadamu wenzi wao. Sio kuwaenzi kwa kuwasujudia, la. Lakini unakumbuka huyu ni binadamu mwenzangu. Ikiwa leo yeye mimi namfanyia kheri na mimi nataraji kheri, nitaondoka duniani kheri zangu hazitopotea. Zitawafaa mpaka watoto wangu na wajukuu zangu. Kwa hivyo nini anapitia huyu binadamu wakati ule, ndio itakuwa tabia yake kwa wakati ule. Ikiwa yuko kwenye mudi nzuri, mazaji mazuri, atakufanyia lile unalotaka, utafurahi. Lakini ikiwa wakati ule ana mambo yake yanamsumbua ndani ya akili, labda kwenye maisha na matatizo,
Anaweza taka kujibu ujeuri, lakini msubirie. Ujue kwa nini leo fulani kanijibu hivi. Ujue anaopitia na yeye ni mambo. Kuna mitihani tunapitia. Kuna wakati binadamu raha unakosa ya nafsi yako kwa yale mashakili ulionayo ya maisha. Na sio saa yote au siku zote binadamu yatakuwa hivyo. La. Sisi tunabadilika binadamu. Mara tunakuwa hivi, mara tunakuwa hivi. Hatuwezi mara nyingine kuzishika nafsi zetu. Unaripuka kama moto mpaka watu wanastaajabu na we ni mtu mpole. Mara hukufanyia mazuri binadamu na akakusubiria unapomfanyia mabaya, na mara akakudharau au akawa tayari kukufanyia mabaya wala hajadi. Huyu ndiye binadamu. Ndo wazungu wanasema mudi yake leo si nzuri. Waswahili wasema leo hayuko sawa. Waarabu wakakwambia mazaji yake leo si nzuri. Kwa hivyo ni sote tunapitia haya mambo. Hakuna we utaka hivi tu kila siku we ni mzuri ni mzuri ni mzuri. Haiwi. Tunafanya ubaya. Lakini nani bora? Yule mwenye kukumbuka ubaya aliofanya, akausuluhisha, akautengeneza. Mimi ikiwa nilikwambia neno la kukukera, halafu nikakuona umenibadilikia baada ya siku 2-3 nikikuona, nitajua tu kuna kitu baina mimi na wewe, japo mimi sikufikiria wakati ule. Usawa wangu ni nini? Nisikufungie na mimi mdomo wala nisikugeuzie sura, lakini nije nikuulize, ndugu yangu nakuona mbona umenibadilikia, hata salamu. Ikiwa na yeye nia yake safi, basi atakueleza au siku ile ulisema hivi, uliniambia hivi, ulinifanyia hivi. Tena mtasuluhisha na mtapatana. Huo ndio Uislamu ulivyotufunza. Wewe pia huko sawa saa yote, unapitia hayo mambo yako mengi. Hebu jitizame. Basi pia wenzako asipokufanyia yale unayoyataka dakika ile, mfahamu, umsubirie. Sio wake moto. Tena ndio balaa huanza na makubwa yakawa. Kwani we ukisikia waliogombana, waliofungiana midomo miaka, unafikiri walifanya nini? Walishindana kuvunja jabali? Hata. Walishindana mbio za kukimbia mwenzake akamshinda? Hata. Lakini ni mambo madogo madogo yalikuzwa yakawa makubwa, na kila mmoja akatiwa kwenye vita hivyo. Watu wakafungiana midomo, wakawa miaka hawazungumzi. Waislamu gani hawa? Na Waislamu wa karne gani hawa? Waliokuwa watakaa hawazungumzi miaka na miaka. Na wanajua hasara ya kufungiana midomo. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema siku tatu umepewa ufikirie. Siku ya 4 ukapatane, midomo ifunguke na muamala urudi. Lakini baada ya hapo tena wewe na kafiri hamna tofauti. Sasa tunainama tukiinuka, ikiwa tusema twasali au tutoa sadakati zetu au tufanya khairati zetu, zinakwenda wapi? Maana kafiri anafanya khairat nyingi, tena mara nyingine wanatushinda wanavyofanya, lakini wao khairi zao ni hapa duniani basi. Kesho wakienda kule hakuna chao. Kwa hivyo na wewe unataka uwe katika lile kundi? La. Muislamu anataraji khairi za dunia na khairi za akhira. Tunapoomba ile dua ambayo ni aya, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Yani duniani upate mema na akhira ukapate zaidi na ukingwe na moto. Mwenyezi Mungu atatujalie. Balazi kaanza. Basi hebu pima sasa maisha yako ndugu yangu mpenzi, na wale waliofungamana na wewe, vipi utawachukulia? Mudi zako, mazaji zako zikiwa tofauti, mutagombana, mutateta, mutakatana au utasubiria? Wewe unataka jambo na mwenzako anataka kitu kingine kabisa. Hapa ugomvi unaanza na kila mmoja njia yake. Lakini hata wakipatana mara nyingine bado utakuta hasira zimo. La, ikiwa tumepatana tusafishe kulubu zetu, tusafishe akili zetu, tusafishe kila kitu, tupendane kama tulivyokuwa tunapendana.
Mume na mke mara nyingi wanakuwa kwenye hii hala. Wanagombana, watu wako nyumba moja, wanalala kitanda kimoja, lakini mmoja kalekea north, mwingine kalekea south. Hawazungumzi. Uke na mume gani huu sasa ndani ya nyumba? Na ikiwa kuna watoto mnawapa mfano gani nyinyi watu? Hakuna wasogombana. Na watu wakiishi pamoja basi ndani ya nyumba moja ndo zaidi kugombana. Vikombe na visahani na sufuria zinagongana kila siku. Hata ufanye bidii vipi, zitagongana tu. Unaweka kwa adabu na heshima glasi yako, lakini namgonga mwenzake. Kwa hivyo mambo ya kawaida tusiyachukulie mpaka yakawa makubwa tena ikabidi tutafute watu tuwashtakie. Mambo haya sana yako baina ya mume na mke. Utasikia mashakili mengi. Hanisemeshi leo ya tatu, hanifanyi kazi yangu hivi, hanifanyi hivi, hanipi haki zangu, sijui kufanya hivi. Na kwa nini iwe huu ugomvi ndani ya nyumba na nyinyi mlioana mlipendana na sasa pendo lizidi? Mwenyezi Mungu ndiye aliwachagua nyinyi wawili akawaweka pamoja. Ila kwa kuwa mmoja ni mkaidi, hataki kumfikiria mwenzake. Ukiwa mkaidi, ukiwa mjeuri, ukiwa unaifikiria mimi na mimi na mimi, nafsi, basi dunia nzima yote tataka kuishi nafsi. Haijafika siku ya nafsi. Itafika hiyo siku na tutakimbiana wapenzi. Lakini leo madhali tuko duniani, haijafika hiyo time. Wewe usimkere mwenzako naye hatakukera. Ikiwa kila mmoja atajua na kupima mambo yake vipi amfanyie mwenzake, majumba yangekuwa na raha wallahi. Tukagongana ile kidogo, wazungu wanakuambia spices, hizi mbakharat kwenye mapenzi. Lakini leo watu wanaishi nyumba moja, mke na mume, hawazungumzi. Kila mmoja hamjali mwenzake, kila mmoja balaa, mpaka mkawaogopesha watoto. Wakasema mimi sitaki kuoa na yule mimi sitaki kuolewa, ikiwa balaa wenyewe ndo hizi, sitaki. Tusafishe nafsi wapenzi, tupate kuishi na watu vizuri. Kwa hivyo lazima kuwe na mizani, kila mmoja amfikirie mwenzake. Popote pale, sio tu mke na mume, sio wazee na watoto, sio ndugu, lakini hata kazini, hata barabarani, hata kila mahala wewe unaikutana naye, jaribu umfanyie mambo mazuri. Na jambo la kwanza zuri ni kumsalimu mwenzako, kumwamkia, kumpa salamu. Hata aliyekuwa si Muislamu mwambie good morning, good evening, how are you, hello. Hivi unajikurubisha kwake. Hujui yule dakika ya pili atakusaidia kitu. Kwa hivyo la kwanza wewe kupima mizani yako ni kuwa uamkie wenzako, wasalimu wenzako. Salamu alaikum ni kitu kidogo umekitoa mdomoni kwako, lakini kinaeneza amani, kinakupa thawabu, ni sadaka kutoa salamu. Kwa hivyo pima mizani yako iko vipi, lakini yatakiwa hikma ili pressure zisipande na mapatano yawepo na furaha ipatikani. Hikma kila siku tunaizungumza, haiko dukani. Hikma ni mimi na wewe tuitafute. Na hikma haiko kwengine. Mwenyezi Mungu anasema anayempa hikma kampa zawadi kubwa. Hikma iko kuyatambua maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuzifahamu aya zake kwenye kitabu chake kitukufu. Na hikma pia utaipata unapomfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokufunza ni yapi. Hakutufunza tuwafanyie ubaya watu wala tuwafikirie mabaya, maana hizi zilikuwa sio tabia zake. Kwa hivyo hikma itakuja unapojiweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atakupa hikma, anayekufanyia mabaya wewe hautamlipa. Mwenyezi Mungu atakupa hikma ya kuwafanyia watu mazuri na huwajui. Mtu yuko mji wa 10 huko, lakini unaweza kumfanyia khairi na hamojuane, kwa sababu hikma ni kitu kikubwa sana. Kwa hivyo kufanya ubaya sio lazima umpige mtu kwa fimbo, kwa kisu, kwa bastola ndio utakuwa umemfanyia ubaya, umtie kofi. Lakini fikra mbaya hutoa neno baya. Kwa hivyo kumfanyia mtu ubaya
Ni kwa neno moja, fikra moja. Unamfikiria kwenye akili yako kuwa mimi simpendi na simsaidii na nitamkomoa, basi ile fikra ukayafanya yale mambo. Ukimfikiria mtu vibaya, huwezi kumpa neno zuri, huwezi kumuita taji na zuri, utamuita we na utamfanyia mabaya. Hapa panaanza vitendo sasa vibaya. Na kitu ambacho tunasahau ndugu wapenzi ni kuwa yale mabaya mimi nayoyafanya malaika wanayaona, wanayaandika upande mbaya. Kwa hivyo hebu pima mizani yako, unataka upande gani uwe umejaa? Kulia kushoto. Maana hichi ndio kitabu chako. Huku kinaandikwa na huku kinaandikwa. Hawalali hawa malaika mpenzi. Hawasahau. Wanayoyasikia wanayaandika, wanayoyaona wanayaandika. Zile fikra alikuwa ziko ndani hawajazijua, hawawezi kuandika maana hawana ilmu al-ghaib, lakini Allah je. Allah subhanahu wa ta'ala anasijua. Kwa hivyo lipiza baya kwa jema. Kulikuwa na majirani wawili, siku moja wakagombana hawa majirani. Hivi maneno tunajua. Yule jirani wa upande wa pili akawa yeye ile hasira imempata sana, akasema nitamkomesha huyu jirani leo. Ajifanya yeye ajua. Akawaita watoto wake, wakakusanya taka zibala yao, ile dustbin zote za nyumba nzima. Tunajua tuna madustbin vyooni, jikoni. Wakatia mfuko mmoja wakaurusha ukutani, ukaenda kwa jirani yule. Ule jirani alikuwa yuko nje mwenyewe amekaa, akakuta mfuko umeanguka kun fayakuna, akasema labda hii risk mantasha. Akaenda kufungua, kuta ni uchafu unanuka. Hakufanya kitu, akawaita watoto wake akamwambia nendeni mkatupe kule nje kwenye sibala kubwa, kwenye dustbin kubwa. Watoto wakamwambia na sisi tumlipize mama. Watoto hawajui. Mama yao akamwambia la, mimi sitawalipiza ubaya kwa ubaya. Ikiwa tuligombana ni vitu vya kipumbavu, lakini mimi sitamlipiza vibaya. Akaenda ndani akachukua mafruti aliyokuwa nayo, akayafunga ndani ya kibasket vizuri. Akachukua akampa mtoto wake, akamwambia wapelekee. Mtoto akaenda, hakurusha maana akiarusha matunda yatakwenda. Akawapelekea, wakastaajabu. Wanamuita mama yao, mama jirani kaleta vitu gani? Wakitizama matunda mazuri. Wakatahayari yule mama akahisi vibaya, katuletea matunda na sisi tumemrushia uchafu. Akarudi akaenda kuomba samahani. Huyu rehema kidogo ilirudi. Lakini ingekuwa mwingine akachukua ile matunda akamrushia tena, yakapasuka yasimfai yeye wala yeye hayakumfaa. Fikra zako mbaya hukuumiza mwenyewe kwanza. Usifikirie kumkera mtu, utakereka mwenyewe. Unaambiwa furaha haiko mahala, lakini furaha iko kwenye yale mambo unayoyapenda ukiyafanya vizuri. Kuna bwana mmoja mzungu, mbwa wake alifariki. Anampenda sana, yeye hakuoa, hakuzaa, lakini alimlea yule mbwa. Unajua wazungu wanaweza hata kuwarithisha mbwa. Mbwa kafa, akambeba mbwa wake kampeleka church. Akamwambia yule priest, nimemleta huyu mbwa wangu na mimi mumfanyie sala dua vile mnavyofanyia maiti zenu. Yule priest akamwambia, sisi hatufanyi hivyo vitu, sisi tunawaombea wale watu maana binadamu, hatuombei wanyama wakifariki. Wewe nenda tu kamzike mbwa wako. Akamwambia, mbwa wangu nampenda sana. Nimemuenzi kutokea kijidogo mpaka amekuwa mkubwa, mimi nampenda sana huyo. Nataka afanyiwe mazishi mazuri kama ya binadamu. Priest akamwambia, si hatufanyi hivyo vitu. Akamwambia, wallahi hasara. Manake mimi nilikuwa nimeweka $1000 ya kufanyia mazishi ya huyo mbwa wangu. Gharama zake yani. Kwa hivyo mimi nirudi nazo pesa zangu? Yule priest akamtizama, akamwambia ngoja kidogo, wait. Akaambia, wanaambia nini? Amwambia na $1000. Nilikuwa nitoa hizi gharama za huyu kufanyiwa mazishi ya sawa sawa. Akaambia, bas, rudi. Wewe hujaniambia kama mbwa wako ni Mkristo. Umeniambia tu mimi nitaka afanyiwe mazishi. Ungeniambia Mkristo, mimi ningemfanyia kutoka mbele. Lete hizo pesa, mlete huyo mbwa wako mweke pale. Unaona? Maslaha. Hapa huyu
Kaamiliana na mtu kwanza vibaya, hataki kujua kwa nini yule mbwa afanyiwe vile anavyofanywa. Mwenye yule mtu anamuenzi. Leo sisi tunagombana kwa watoto. Mtu anamgombania mtoto wake, umemfanyia ubaya, wewe unazidi kufanya ubaya. La, haiwi. Sisi Waislamu hatuna roho mbaya, wala tusiwe na roho mbaya. Fikra nzuri humpa mtu furaha. Hata anayezungumza na wewe. Kulikuwa na wagonjwa wawili waka hospitali, wamelazwa. Chumba kimoja, kitanda na kitanda. Mmoja yuko karibu ya dirisha na mwingine yuko kwenye ukuta. Wanalala, wanazungumza kila siku. Yule aliyoko kwenye ukuta yule alikuwa mashlul. Ampata kama baridi, mwili wake wote haufanyi kazi, paralyzed. Kwa hivyo hainuki. Lazima inuliwe kitanda, lazima regeshewe kitanda, chakula, kila kitu juu ya kitanda. Huyu wa upande wa pili huku kitanda cha pili ambacho kimeelekea dirisha, kiko dirishani, huyu anainuka na kwenda chooni. Wakaa kila siku wanazungumza. Sasa ikifika alasiri, yule aliyoko karibu ya dirisha humwambia nasi, hebu mimi nakaa nitakaangalia huko nje ni furahi. Mwenye anakaa anatizama. Anatizama dirishani, anamwambia yule mwenzake, mgonjwa mwenzake kitanda cha pili, amwambia, ndugu yangu, huwezi kuinuka, lakini ungejionea maajabu ya dunia. Ungejionea neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizotupa duniani. Amwambia, kuna nini? Ambia, mimi niko hapa dirishani, si unaniona? Maana yule anamuona mwenzake anatizama dirishani. Mimi niko hapa dirishani, naona huko nje kuna chemchemu ya maji, kuna watoto wanacheza, kuna mabembea, kuna miti, kuna watu wanafurahi, raha na ndege wanarukaruka. Basi kila siku yeye anamsifia yule, anasema neema za Allah, natamani nizione lakini siwezi kuinuka mwenzako. Akaambia, inshallah kuna siku Mwenyezi Mungu atakuinua, utaziona. Wakaishi hivyo, wanafurahishana wenyewe, wanazungumza. Siku ya siku, yule mgonjwa aliyekuwa kitanda kiko karibu na dirisha akafariki. Asubuhi wakaja manasi, wakamchukua, akaondoshwa pale. Walivorudi mchana kule chumbani, yule bwana aliyokuwa yeye paralyzed akawaambia, nasi unaweza kunibadilishia kitanda ukaniweka upande wa dirisha kabla hajaja mgonjwa mwingine? Akaambia ewa. Akamweka, kikavuta kitanda chake, kikaekwa huku, akawa karibu ya dirisha. Akaambia, kwa nini unataka kukaa hapa? Anaambia, basi tu mwenyewe napenda nikilale kitanda upande wa rafiki yangu. Ilipofika alasiri, akamuita nurse. Akaambia, hebu niinulie kitanda kwa huku mgongoni nipate kukaa nione nje. Nurse akakisukuma kitanda kikakaa, akawa amekaa naona nje. Akatizama. Akastaajabu, asema, haiwezekani, haiwezekani. Yule nurse anamuuliza, haiwezekani nini? Akamwambia, huyu rafiki yangu alikuwa akilala hapa kila siku la asiri, anansifia hiyo bustani iliyoko chini huko na miti na mandege na watoto na mambo. Mbona bustani hii haiko leo? Au amekwenda nayo? Akamwambia, bustani gani? Yule nasa anamueleza. Bustani ilikuwa hapa kila siku la asiri, anakaa anatizama nje ananisifia. Nurse akamwambia, kwanza nikueleze, yule rafiki yako alikuwa ni kipofu, haoni. Manake saa nyingine mtu anakuwa kipofu, subhanallah, lakini macho yake yako wazi lakini haoni. Sasa huyu maskini hakumjua kama ni kipofu. Anamuona mwenyewe anashikashikana kwenda zake, anakwenda chooni na gongo lake, akahisi mwenyewe ni mtu mzima na anahitaji gongo. Ni kipofu. Akaambia, haiwezekani. Kipofu? Amwambia, ewa, huyu bwana kipofu, alikuwa na mushkila tu nyingine ndo kalazo. Kipofu? Kwa hivyo kwa nini alikuwa ananisifia mambo mazuri na hivi na hivi? Akamwambia yule nurse, akamwambia, anataka kukufurahisha rafiki yako. Kwa sababu we hauinuki maskini, hautembei, hata chooni huende, alawa akupe maneno mazuri. Hivi ndio kuishi na watu. Hawa wagonjwa, kila mmoja ana mambo yake, lakini walikuwa wakipeana furaha. Leo mimi na wewe wazima, lakini hakuna ila kupeana dhiki, illa man rahima rabbi. Unalitafuta ni lipi la kumkera mwenzako ulifanye, na lipi la kumfurahisha ulizime. Uni uhasidi wa hali ya juu.
Ikiwa unataraji kila mtu atafikiria na kupenda yale unayoyapenda wewe, haiwezekani. Kila mtu ana mapenzi yake. Huwezi kuwabadili watu, lakini ni wewe ujibadili. Ukenda kwa mtu, mpe habari unakwenda kumtembelea, na hii ni kanuni fil Qur'an. Ukiambiwa rudini, rudini. Lakini wewe unajikoropoka tu nyumbani kwako, unatoka masafa na masafa, unakwenda unamwendea mtu. Ukifika unapiga kengele, hujafunguliwa, unakasirika. Ukifunguliwa ukakaribishwa, mwenye nyumba labda hana raha, unakasirika. Nimekwenda amevimba, amenuna, hanikaribishi, hanisemeshi, sijui ana nini, ashatiwa makofi usiku huko. La, umefanya vibaya. Lazima tusta'dhin. Fulani, leo kuna visimu vya mkono mwenzangu. Mpigie simu fulani huko nyumbani. Naweza kuja, huko busy, sikuvunjii kazi zako. Maana wewe unaendelea kuzungumza tu na kumwamkia, huna shida. Na hata kama una shida, akikwambia njoo, nenda. Akikwambia usije sasa hivi, njoo kesho, njoo halafu time fulani mpaka time fulani, usikasirike. Leo tunakasirika, tunasema inkuwa hospitali bibi mpaka tufanye appointment. Yes, Uislamu umetufunza tufanye appointment. Mwenyezi Mungu anakuambia kwenye Qur'ani, na ukiwaendea ukibisha ukaambiwa rudi, rudi, nenda zako, usikasirike. Kwa sababu humjui mtu atakwenda mkuta hala gani, alafu wewe na fikra zako utafikiria mambo, utajipa dhambi. Dhanna, utadhania, utajipa dhambi. Unamsafisha yule kwa kumfikiria mabaya, lakini hatujui sisi kama ukimfikiria mwenzako mabaya unampa thawabu zako. Kwa hivyo wewe huwezi kumbadili mtu, lakini nafsi yako unaweza kuibadili. Ukikuta situation si nzuri, jua nini utazungumza. Umekutana na mtu, unamzungumzisha, unamkuta yeye yuko dunia nyingine, zungumza naye vizuri. Usianze kumfokea na kumtukana na kumwambia hunisikilizi, iwa ni dharau. Hakudharau. Tunapitia mengi duniani na kila mmoja ana TV zake kwenye akili na kwenye moyo. Zinakuwa zinakwenda na yeye anashughulika nazo. Saa nyingine hujui hata kama mwenzako amekusimamia mbele yako, kwa sababu mengi tunaopitia. Kuna msichana alikuwa anapenda sana rangi ya green. Akamwambia babake, baba mimi napenda green, sipendi kuona kala nyingine. Babake akamwambia, okay basi chukua hii paint ya green, hii rangi ya green, tia kila kitu green. Kila kitu green, upate wewe ufurahi macho yako ukiona green. Pale pale kulikuwa na mtu alikuwa na hikma, alikuwa amesoma, mtaalamu. Akamwambia yule baba, akaambia kwa nini mutapenti green kila mahali mpaka barabarani mutatia green, majuva ya watu mkenda kwa sababu mwanao apenda green, kila mahali nyinyi mutapenti green tu, tapanka rangi ya green kwa sababu mfurahishi mwanao. Hiyo sio akili. Akaambia unajua nini? Mwache akavae adasati za green. Adasati zile tunavaa za macho, unamkuta mtu mara ni paka ana macho ya green, mara ni paka ana macho ya orange, mara ni paka ana macho ya purple, ya yellow. Maana hizi rangi Mwenyezi Mungu hakuwapa binadamu. Yako macho ya blue, yako macho ya green, yako light brown. Lakini zile rangi nyingine ni rangi ambazo hakuna, tumekaa kama hayawani waliokuwa na zile rangi na sisi tukajitia nazo. Kwa hivyo akaambia mnunulie adasati za green avae, na kila kitu atakiona green. Mutapumzika, lakini huwezi kubadili dunia ikawa green yote. Basi na mimi na wewe hatuwezi kuwabadili watu wakawa vile tunavyotaka mimi na wewe. Kwani TV ile au kwani mkf AC unaiendesha kwa remote? Hata huyo binadamu kumuendesha kwa mambo yako unaotaka wewe mpaka mwenye akubali. Asipokubali huwezi kumfanyisha yale mambo unayoyapenda wewe. Ila kuwa ameradhi mwenyewe, ametaka mwenyewe akufuate, akufanyie, basi na utampeleka north, right, wrong, utampeleka unakotaka, lakini karidhia mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa fungamano hamna zuri, kuishi hakuna uzuri, tafuta wapi mushkila uko, tengeneza, lakini usivunje kabisa, usikate kabisa. Hata kwa maneno makali, kwa kumtolea mtu jeuri na maneno makali ukawa wewe jabbar,
Mwenyezi Mungu hawapendi majabbar fil ardh. Hii sifa ni yake, aljabbar huwa Allah. Hataki hii sifa tuichukue sisi. Kwa hivyo hata kwa neno, hata kwa lolote, na hata kwa watoto wetu, tuwafunze vipi kuishi na watu na vipi kuamiliana na watu. Sio ujeuri unaoleta mapenzi, hasha lillah, hakuna. Kazini ikiwa muamala wako sio mzuri na wewe imekulazim, unaichukia kazi lakini imekulazim kila siku unakwenda kudawamu. Kwa hivyo badilisha wewe tabia zako. Labda watu wajeuri, lakini ujeuri unashushwa chini kwa hikma yako. Ukiingia waamkie, siku moja wapelekee vijizawadi vidogo vidogo, kila ukiingia wachekee, wazungumzishe, wallahi watabadilika. Lakini meneja mjeuri na wafanyikazi wajeuri, na wewe unataka uwabadilishe wote kwa dakika moja, haiwezekani. Wewe badilika kwa kuwafanyia mambo ambayo unajua yatavuta. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na watu wajeuri, watu makatili, watu wajinga aliishi nao. Lakini yeye alikuwa anawachukulia kwa siasa, kwa taratibu na kwa mapenzi, na alikuwa anawafanyia nini? Anawaeleza tauhid. Hataki kitu kwao, bado yeye anawaletea khairi na wao khairi hawaitaki. Lakini hakuchoka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anakaa chini, anazungumza nao kwa vizuri, kwa makini, kwa mapenzi, ili nini? Imani ziingie kwenye nafsi zao. Leo mimi na wewe tunazungumza ya dunia, lakini hatuna ila ukali, ila ujeuri. Wataka haya, hutaki, kwenda zako. La, haiwi. Utawakata wangapi? Dunia nzima utagombana nayo. Ukizoea ugomvi, utagombana na dunia nzima. Utaweza kuishi peke yako? Ukifa nani atakuosha? Nani atakuswalia? Nani atakuzika? Utaweza kuyafanya yote hayo? Na wakikuacha hapo, utaoza tu, siku ya pili watu watakimbia kwa harufu. Kwa hivyo tafuta vizuri, ikiwa mushkila uko wapi utengeneze, na ujue vipi utautengeneza. Hata nyumbani kwako, mushkila, mume wangu, haya ndo mashtaka. Mume wako ana nini? Lolote alilonalo, kwanza rudi jiulize, wewe unamuamili vipi huyo mwanamume? Unamfanyia nini huyo mwanamume mpaka amekubadilikia, hakupi mpaka haki zako? Basi ukiona wewe hujafanya makosa, muombe dua. Maana kama kweli umechoka, ungekuwa ushaondoka, usingeshtaki. Lakini ukiwa umekaa hapo na unashtaki, that is love. Unampenda huyo babu. Kwa hivyo unakaa, usikae vibaya, basi kaa uzuri. Wewe mfanyie kila lake, mwache yeye asikufanyie. Kwani Mwenyezi Mungu haoni? Kwani Mwenyezi Mungu hayuko adil? Kwani Mwenyezi Mungu halipi? Kwani Mwenyezi Mungu hana hisabu? Siku itafika. Wewe fanya li alaik. Jenga pepo yako mwanamke. Usikae kushtaki tu kila siku. Mume wangu hanipi, mume wangu hanisemesha, mume wangu hanipi pesa, mume wangu hanipi haki zangu, mume wangu. Tena uko hapo na wewe unashtaki. Ni kwa kweli anakufurahisha ndugu yangu. Lakini ikiwa kweli haki zako huzipati, ambazo ni haki lazima kufanyie, Mwenyezi Mungu akwambia usishtaki. Isal ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Nenda kwa ahli dhikri washtakie, wale ndio wanajua vipi kuamua kesi. Unakwenda mshtakia rafiki na jirani na nyumbani na mama na baba na ndugu, na wale kila mmoja na akili yake, kila mmoja anakuongeza moja na yule moja na yule moja. Wewe ulikuwa na chuki moja, utakuonyesha chuki 10. Huyu bwana si bwana. Au mwanamume na yeye bilaks, huyu mke si mke, kaoe mwingine kwani yule malaika. Au yule atakayekuja atakuja yeye amekamilika, hakukeri. La, mushkila haiwi solved, haitengenezwi kwa mushkila thani, mushkila ingine. Mushkila tunaitafuta iko wapi, tutafute dawa zake na tusuluhishe mambo. Kwa hivyo leo nasema, nyumba ngapi wanawake wamekaa lakini raha hamna? Nani mushkila humo ndani? Nani sababu ya ugomvi? Nani sababu ya kuwa watu hawaishi vizuri? Haiwi ni mtu mmoja, huwa ni sote wawili. Tunataraji, mimi nataraji kwa mwenzangu hili na hili na hili, na mimi sijamfanyia. Na yule naye anataraji anifanyie na yeye hajanifanyia. Kwa hivyo inakuwa ushindani, watu wanaishi kama maadui, na watu ni mke na mume, na watu ni ndugu, na watu ni watu.
lakini ikawa hakuna. Mambo kamili yako peponi. Ndugu zangu wapenzi, tutengeneze akhira zetu wa kuishi na watu uzuri. Rehma zako ni muhimu sana kuzitoa kwa binadamu kuliko pesa. Pesa kuna mara utaitoa utafurahi, kuna mara utaitoa utakasirika, maana utampa mtu ni lazima tu nimpe, aniomba, akiniomba nampa. Ukumpa kwa raha. Lakini rehma zako zitoe, maana tutaingia peponi birahmatillah. Allah anatupa rehma zake, tunamkosea wallahi alazim. Tunamkosea Allah sana 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 sana. Lakini hajatukatia rehma zake. Angeikata pumzi moja tu akakutia adabu, sio kwa kufa. Ukakaa kufa hufi na kuwa hai huko hai, lakini ankupokonya pumzi kwa sababu hukuswali. Angukata sikio kwa sababu hukuswali. Angukata kidole kwa sababu hukuswali. Wangapi wanadharau sala? Wangapi wanadharau mambo mengi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah hajatunyima, hajatukataza. Lakini sisi wanadamu roho zetu chafu, illa man rahima rabbi, tunawafanyia wenzetu mabaya kabla wao hata hawajatufanyia mabaya. Na anayekufanyia ubaya na wewe unamfanyia mara 10 ubaya. Hatujui kama hii ni balaa mbele. Hisani yako kwa ajili ya pesa itakuisha. Mapenzi yako kwa ajili ya pesa yatakwisha. Lakini kukiwa na mafungamano na kuishi kwa uzuri, daima mutabaki, munapendana, munasaidiana, munafurahishana. Tazama wale waliojuana, sababu ni majalis dhikr, sababu ni masajid, walikuwa wasali pamoja, wanaume, wanawake. Tukutana kwenye misikiti kwa ajili ya mihadharat, tunakutana kwenye madaris ya Qur'ani kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Mtu humjui awali mara umemuona, si jamaa yako, si ndugu yako, humjui wewe, watoka huku yatoka kule dunia nyingine, lakini mmekutana pale, wallahi mapenzi yatakuja, na mapenzi haya hayaishi. Basi hatuna cha kugombana, tugombaniane. Ikiwa swala kila mtu swala yake, ikiwa Qur'ani kila mtu Qur'ani yake, ikiwa mhadhara kila mtu kenda kutafuta khairi zake. Pale hapana ugomvi, pale pana mapenzi, pale pana rahma, pale pana kila kitu kizuri. Maana Mwenyezi Mungu amezifunga nyoyo zetu pamoja mahala pale, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, mukipita kwenye mabustani ya peponi yaliyoko duniani, ingieni mtafurahi. Wakamuuliza, yako wapi ya Rasulullah mabustani hayo tuyataka? Akaambia, majalis dhikr, majalis ilmu, au miskitini. Ingia msikitini mwanamume, uswali jamaa, uone nafsi Mwenyezi Mungu atakapozifunga vizuri pamoja. Hamjuani lakini mtapendana. Ndio awal mara kuonana, mtapendana na mapenzi yataendelea, maana hakuna maslah pale, watu wanaishi vizuri msikitini. Nani wanagombana msikitini? Kuna siku ulikwenda muhadhara wewe, alafu kakuta watu wapigana, lakini harusini watu wavutana manywele, wakavuana manguo, wakatoana mawigi, wakaharibiana makeup zao, kwa sababu fulani leo kaja akapendeza kunishinda mimi, kaingia pale arusha roho, ananiambia mimi, anirushia vidole, anirushia mikono, nyimbo zikaimbwa, watu wakasutana, wakaambiana, ngumi zikaanza, watu wakagombana, wakapigana, wakatoka pale. Ndio mwanzo, vita vinaanza na vitaendelea mpaka yaumul qiyama. Allahu akbar. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu azifunga hizi nyoyo kwa hawa watu, na ndipo pale alipochagua marafiki wawili wanaopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya dunia. Hapa duniani tupendana kwa ajili ya Allah, na tukumbushana mema, na tufanyiana mema, na tufundishana mema. Mwenyezi Mungu akajalia akawachagua chini ya kivuli chake yaumul qiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Wanasimama watu aina 7, na moja yao ni wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, hamna maslah baina yao. Hatukuoana, hatujuani, lakini tupendana kwa ajili ya khairi. Na mapenzi haya, hata kama wewe leo uko hapa Omani na mwingine unayempenda kwa khairi kama hizi yuko Amerika, yuko Ulaya, yuko Afrika, yuko India, yuko wapi,
lakini wallahi tunapendana na hatujuane, hatujaonana. Mtu anakuletea message kwa mimi nakupenda, mtu anakupigia simu anakuambia mimi nakupenda, hakujui sura yako umekaa vipi, una sura refu wala fupi wala round wala square wala hakujui wewe ni nani aslan. Lakini kwa sababu tumefanyiana kheri, tumekumbushana ya kheri, tumeambiana ya kheri, tukapendana mapenzi ya kweli, huko ndio kuishi na watu. Unaishi na watu wako mbali, mnapatana. Leo binadamu wanaishi pamoja wanakosana, si ajabu hii. Ambao sisi tulioko pamoja ndio sisi wa kushikana zaidi, maana tuko karibu. Lakini ukakuta ndugu wamezaliwa tumbo moja, mama maskini anapigwa vita na watoto wake. Mama huyu kazaa watoto 10, lakini hakuna mmoja anayeweza kumtazama na kumpa mapenzi mama huyo na kumpa rehema mama huyo, na yeye alitupa maisha yake kulea watoto 10. Leo watoto 10 wanashindwa kumlea mwanamke mmoja au na baba wazazi wawili, saa nyingine mmoja kashatangulia kabaki mmoja. Ndugu tumbo moja wanakatana. Wapi Mwenyezi Mungu atatupenda atupe rehema zake? Tukiwakata arham tumemkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mapenzi ni tofauti kwenye mahala kama huko, sababu Allah kazifunga nafsi pamoja kwa rehema zake. Lakini kule kwengine tutakakokutana kwenye zahma za dunia, ikiwa hatukugombana basi hatukumbukani mpenzi, ila man rahima rabbi. Humkumbuki mwenzako, hata humjui wala huna habari naye, unaweza kumdharau ukimwona, na wewe ulimkuta jana harusini, labda mlicheza round pamoja mwarusha roho nyote, lakini kesho ukimkuta humjui kama ni huyo. Lakini wallahi fil masajid, fil muhadharat, majalis adh-dhikr, watu wanapendana wala humsahau mwenzako. Mara nyingine jina humjui, maana huwezi kujua wote, lakini sura yake huwezi kuisahau. Unajua wapi unamkuta huyo mtu. Wanapendana watu. Mapenzi yetu ikiwa yumo Allah ndani yake, basi ni mapenzi yenye kheri. Hakuna kukerana itakuwa, kwa sababu Allah yuko ndani ya mapenzi yetu. Tumpende Allah, tutapendana kikweli, tutaishi na watu vizuri. Lakini tukipenda dunia, sisi nafsi zetu tutazidhulumu na za watu tutazidhulumu, na kuishi na watu hutojua, itakuwa ni vita na ugomvi. Wewe kila unakoingia wewe mwanajeshi, wapigana tu, wagombana tu. Kwa hivyo hata kivuli chake Allah hajawachagua wengine. Ndugu wamezaliwa na mama mmoja baba mmoja, lakini hawakuchaguliwa kusimama chini ya kivuli cha Allah. Mama na mtoto wake hawakuchaguliwa kusimama chini ya kivuli cha Allah. Lakini katika huyu mama na baba yuko Imam al-Adil. Imam al-Adil ambaye yule alilea watoto wake kwa uadilifu wa dini, akawafunza mazuri. Imam al-Adil ni yule manake bosi wa kazini alowaamili watu vizuri. Ikiwa wewe ndiye mudira, basi waamili watu vizuri, maana umepewa masulia. Wewe ni baba ni mama, fanya kazi yako vizuri, lea watoto malezi ya Kiislamu, tarbia islamia, sio tarbia ingilizia. Kwa hivyo wewe ni imamu, umechaguliwa. Katika watoto utakaowazaa aliochaguliwa ni shab ambaye nafsi yake hataki dunia ila kwa ilokuwa halal, lakini nafsi yake anatafuta akhira yake na kuijenga akhira yako. Kwa hivyo tulee watoto wetu, tuwafunze takwa, sio tu kuwapa vya dunia lakini hawana kitu cha akhira. Mtoto wako akifa ni shabab, hajafika kwa Imam al-Adil, atakwenda kusimama chini ya kivuli cha Rahman. Kwa hivyo ndugu wapenzi, kuishi na watu ni mtihani mkubwa sana. Wala tusidharau kasema mimi mzuri watu wabaya, haiwezekani. Watu wote wao wabaya, wewe mzuri, kwani wewe nani? Malaika ndo wazuri, hawana dhambi, hawakeri, hawakatai amri za Allah, wanafuata amri moja kwa moja. Lakini mimi na wewe illa man rahima rabbi, tunafanya tunayofanya, tukasahau hata kutubu, tukakataa kutubu, tukakataa kuwasamehe wenzetu wakitukosea, ukaambia sikusamehe fi dunia wal akhirah.
humiliki ndugu yangu dunia wala akhera, humiliki hata maisha yako, utamiliki dunia. Kwa hivyo na hizi siku njema zilizoko tulizonazo, hii ndio wakati wa kutubu taubatan nasuha na kupatana waliogombana. Ama msifunge, maana mtakuwa mshindana njaa tu, lakini tufanye mambo ya kwanza ni taubatan nasuha. Kwa zile dhambi tulizokuwa tukizifanya tutie nia ya kweli kuziacha, tena kuziacha, na badala yake tufanye mengi mazuri. Huenda tusizimalize hizi siku 10 ndugu wapenzi, hakuna guarantee, lakini tauba, istighfar, adhkari, tupate kulainisha nafsi zetu zizowe kumdhukuru Allah saa yote. Kwa hivyo hizi siku njema ni siku Allah subhanahu wa ta'ala katupa ili tujisafishe ndugu wapenzi. Usiseme mimi nitafanya siku ya Arafa. Una guarantee gani utafika Arafa? Lakini kiwa leo umeamka na una afya yako ni mzima, leo ndo ufanye mazuri, leo ndo utubu, leo ndo upatane uliyegombana naye. Leo uliyemdhulumu nenda ukamwambie mimi nimekudhulumu nisameh. Shauri yako, iko vita ndo vitaanza, utajua mwenyewe. Lakini nenda ukamwambie mimi nimekudhulumu, mimi nimekuachisha na mume, nilimwambia mume akuache anioe mimi, au mimi ndo nilokuachisha wewe uliolewa kwangu, lakini nikamwambia mwanamume toka, mtoe huyo simtaki. Umevunja nyumba. Kwa hivyo nenda ukaombe samahani na umlilie Mwenyezi Mungu akusamehe kwa hilo kosa ulilolifanya lolote. Usikae una pile up, ukiongeza madhunub mpaka siku ya kufa ukapata tabu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu husnul khatima na tuwe kwenye ibada zinazomridhi yeye ya Rabbi, ili tukiondoka duniani twende tukapumzike kweli kaburini mwetu, liwe bustani kaburi letu, lisiwe shimo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi 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 rabbil